tajiri pole pole. Tajiri yuko juu ya meza anakula hapa kwa meza, si ndio? Sasa huyu tajiri anakula, mwenzake yuko hapo chini, hataki kujua huyu jamaa atakula ama hatakula, si ndio? Sasa huyu tajiri wakati anakula chakula chake kinaanguka chini, kuna maskini pale chini anakiokota, anakula. Mbwa nao hawana aibu, wanatokea. Sasa tajiri huyu maskini anasema, ai, sasa hii chakula kidogo yenye imeanguka chini ndio inaitwa makombo ama inaitwa nini? Sasa anasema, sasa hii kitu kidogo jamani, tutakaonaje na hiyo? Sasa kaumbwa kanaamua kanalamba maskini mwenyewe vidonda vyake. Bwana Yesu asifiwe. Ai, watu waishi vizuri na Yesu. Watu wakae vizuri na Yesu. Mbwa inamlamba vidonda vyake ili yeye akule hicho chakula. Mbwa asikule kwa sababu yeye hatashiba. Na wewe tajiri uko hapo unaona tu hicho kitendo, umenyamaza tu. Mbwa anaumiza mwingine vidonda, wewe umetulia tu. Yaani unasema nilitafuta peke yangu. Wewe ulizaliwa nayo. Huo watu wakienda wanaenda nayo. Tuishi vizuri na nani? Tuishi vizuri na Yesu na tuishi vizuri na majirani zetu. Nimefurahia sana wakati nimefika hapa, mchungaji akasema, yaani mchungaji, wewe unakuanga wa baraka kwangu hata kama siishi kwako. Unakuanga tu wa baraka. Hata kama huyu mchungaji nilimjua siku ya kwanza akihubiri mahali fulani kwa matanga. Yaani alihubiri mpaka nikasema si hubiri tu mpaka jioni. Lakini kwa sababu ilikuwa matanga, nikataka kujua huyu mchungaji naye walimtoa wapi na ni wa wapi. Yaani kusikia ni mchungaji wa rafiki yangu na ni ndugu ya rafiki yangu. Nikasema siku moja huko, na ndio hii siku imefika. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakae sawa sawa na vile Mungu anataka. Watu wakae sawa sawa na vile Mungu anafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tajiri akiwa anakula hapo juu ya meza, anaona kuna mbwa pale chini, kuna maskini. Akili yake ilikuwa inamwambia nini? Yeye anakula, anashiba, hataki kujua. Hataki kufikiria, hata haimuhusu. Maskini kwa sababu kweli ni maskini akasema nitatulia tu, nitanyenyekea tu, lakini bora nipate hiki kitu kidogo tu. Anaendelea kusema nini? Mstari wa 21. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamuramba vidonda vyake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatumia Ukristo wako vipi? Ama unaitwa tu Mkristo kwa jina? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni Mkristo wa jina ama umemaanisha kwa wokovu wako? Bwana Yesu asifiwe. Watu wahubiri kwa matendo. Na wahubiri kwa matendo mazuri ambayo yanampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu tunataka kuhubiriwa namna gani ndio tujue kuna Mungu mbinguni? Kuna Mungu huko juu mbinguni. Hata leo vile tuko hapa amechunguza mioyo yetu. Amejua kuna mtu hapa amekuja kuniabudu katika roho na kweli. Na kuna mtu amekuja kwa sababu tulishona wacha nini wazuri simame. Mchungaji, hao watu sutaongea kwa soda leo. Simame. Usikuje kanisani kwa sababu mlishona vitenge inafanana muonekane na watu. Ruhusu mbingu ziwakubali. Bwana Yesu asifiwe. Usikuje kanisani kwa sababu bibi yangu anaendaga kupraise, sasa leo nataka kwenda kuona bibi yangu vile huwa anafanya nini? Watu wakuje kanisani wakimaanisha. Mchungaji, asante. Mchungaji, nitawanunulia soda nyinyi watu wangu. Mchungaji, usikuje kanisani kwa sababu mimi naitwa mchungaji. Kuja kama mtu umebeba watu. Umebeba watu. Unajua hawa watu wako nyuma yako. Wewe ni dereva. Ukianguka huko wote, mama mchungaji asije kanisani kwa sababu yeye ni mama mchungaji. Akuje kanisani kwa sababu huko hautasimama na bwana yako, hautasimama na watoto wako, hautasimama na utajiri wako, utasimama wewe na roho yako peke yako. Uliishi namna gani na watu? Bwana Yesu asifiwe. Uliishi namna gani na watu? Hapo chini tutafika tu, utasikia huyu tajiri akifika huko. Kila mtu sasa alibebana na mizigo yake. Mstari wa 22 unasema nini?
Ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Sasa hapa watu walienda njia, wote walikufa, si ndio? Huku nyuma watu hawanijibu. Bwana Yesu asifiwe. Ati tunaambiwa maskini alifanya nini? Na tajiri naye akafanya nini? Kuna mtu tumeambiwa alipaa mbinguni. Kuna mtu tumeambiwa alikujiwa na ndege. Watu walikufa wote. Tajiri hakuwa na jina. Mimi nataka mnanitajia Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na umaskini wake, lakini alikuwa mnyenyekevu sana. Mstari wa 23. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani. Aliona kwa umbali, si ndio? Sasa ukisikia kwa jirani leo kuna kashera, kwa mama oye, mchungaji, tunakuangaza hapo. Leo kwa mama mchungaji kuna nini? Umepita kwa kwali, tunakuangaza ha? Sasa huyu tajiri kikamuumania. Akiwa kule kuzimu anaona kwa umbali, sema kwa umbali. Mchungaji, nilikupea mic unisaidie kuhubiri. Huyu tajiri anaona kwa umbali. Amen. Ai, mtapea mchungaji mic nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Anachungulia kwa umbali, anasema, "Ai, huyu si mtu mwenye nilikuwa namnyima chakula." Huyu anajaribu achungulie aone kama ni yeye ukweli ama sio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neema ya Mungu huyu maskini anafarijika. Kwa neema ya Mungu maskini pigia Yesu makofi mazuri. Yaani maneno sijui mnaisikia namna gani? Yaani mtu anafarijiwa. Mwenye haukutarajia siku moja utakutana na yeye mahali. Mwenye ulikuwa unaona tu tukiachana hapa inakuwa vile hii. Lakini kwa umbali anachungulia. Alafu kapita kaka mkutia alikuwa hapa. Huyu anarokota mabomba chini ya jikula. Lakini leo anafarijiwa mahali. Lakini leo anainuliwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu aruhusu mbingu zikukubali. Wacha ukubali Mungu akutumie. Kubali Baba kuweke sawa sawa na mapenzi yake. Watu wakubali kuonywa na Roho Mtakatifu. Huyu tajiri angekubali kuonywa na yeye angefarijiwa. Lakini kwa sababu ya kiburi kilimuingia akaona pesa si shida kwangu. Mpaka anasema hata labda matumizi ndio labda inamsumbua hesabu. Ukisoma vizuri kuanzia hiyo Luka 16 yote utapata vizuri ndio ufike kusikia hapa jinsi ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi namna gani na baba yetu? Tunaishi namna gani na majirani zetu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza rafiki yako huyo mwenye umekaa na yeye, unaishi namna gani na watu? Tunaishi namna gani na watu? Amekujibu? Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaishi namna gani na jirani yako? Huyu jirani yako huyu. Unaishi namna gani? Unatafuta amani, si ndio? Na wewe unaishi na jirani yako? Asante. Sasa hawa majirani wawili wakiishi vizuri, huyu jirani waita atalala njaa. Huyu jirani ataambia jirani, na huyu jirani yetu hapo leo sijamuona, imekuaje? Twende tumuone. Jirani leo hatujakuona nje, kumekuaje? Nasikia kama leo angalia kapikipiki tumpeleke wapi? Na Mungu anawatenda mema, Mungu anawajazia tena, Mungu anawabariki, anawafungulia njia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ubetanga mwenyewe. Mwenye angamwambia na kusibaraka. Unajua hizi baraka saa zingine hata ufai kungangana ndio uzipate. Kuna vitu vidogo. Maneno madogo. Si ndio? Mimi siku nyingine tulikuwa mahali. Mimi nakuwa na roho nyingine ya huruma za zingine. Nilikuwa na 50 bob. Mtu akakuja akaniambia, "Chero, mimi kwangu mambo haisongi. Mambo haiendi. Mzee yangu alifutwa kazi, hakupewa mshahara. Mimi jana watoto wangu hawakukula kitu. Mimi mwenyewe niko na pesa ngapi? 50 bob." Nikampea 50 bob na nikasema sasa, haya, hii ndio pesa yenye niko nayo. Sijui kama itakutosha
ama haitakutosha. Unajua nilihukumika nikaenda nikakopa unga ya bahari. Nikampea. Unajua jioni mtu alinitumia shilingi 2000 akasema kuna mahali ulihubiri siku nyingine na siku kwa na kitu ulinibariki. Nikasema na hii mbegu nilipanda leo ndio imenawiri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo 10 bob ulipeana kuna siku itanawiri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo 20 yenye ulipeana kuna siku itanawiri. Hiyo siku ulienda ukaomba na mtu mahali kuna siku Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa huyu alifanya yeye alifanya, si ndio? Alinawiri. Tajiri alinawiri. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakae vizuri na Yesu. Watu wasimame sawa sawa na Yesu. Watu waokoke vizuri. Tusije tukawa kama tajiri ambaye hana jina. Watu ukue maskini lakini una jina. Bwana Yesu asifiwe. Watu tuko hapa. Tutumie wokovu wetu vizuri. Tuone wengine wanafaa. Tuone wenzetu wanastahili. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Tunapoimba wimbo huu ambie Bwana akusaidie uenende sawa sawa na mapenzi yake. Mwambie Baba niongoze maana bila wewe mimi siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu akutumie tu kama chombo kuwafikia wengine. Naomba praise and worship wa hapa wakuje tusaidiane kuimba wimbo huu.